ilisikika sauti ya mrembo akilia huku akiombeleza kwa sauti ya huzuni na sauti ambayo ilikuwa inaonyesha kabisa ina simanzi ambayo haielezeki. Alikuwa akitaja majina, akimtaja mtu ambaye ilionyesha kabisa ndiye aliyemuumiza. Kilio kilianza taratibu, lakini kilipanda kadri muda ulivyozidi kusogea. Alionyesha ni mtu ambaye aliumizwa mithili ya mtu aliyefiwa na wazazi wake wote wawili. Haikujulikana ni nini kilikuwa kinamliza msichana huyo. Baada ya muda kidogo, alisogea jirani yake ambaye walikuwa wako karibu katika vyumba ambavyo walikuwa wamepanga. Aligonga na kumuita, "Maimartha, Maimartha, Mai," huku akiwa anagonga kwa nguvu. Ndipo Mai aliitikia huku akionyesha kwamba bado anaendelea kulia, na hapo ndipo alipoongeza sasa kasi ya kulia, na sauti ilipanda mpaka majirani ambao walikuwa wako nje wanapita na shughuli zao walianza kusikia kilio cha Mai, huku akiendelea kutaja majina. Basi jirani yake aliendelea kugonga, "Naomba unifungulie, uniambie nini kinakusibu rafiki yangu, nifungulie, maana kukaa humo ndani ukijiriza peke yako haitakusaidia kitu, hebu nifungulie shoga yangu." Basi Maimartha alisogea mpaka maeneo ya mlangoni, aliusukuma mlango, alifungua mlango taratibu, huku uso wake umejaa machozi na mafua mepesi ambayo yalikuwa yanamiminika katika pua zake, kuashiria kwamba alianza muda mrefu kilio chake. Macho yalibadilika, alikuwa mekundu mithili ya nyanya, na mdomoni kwake ilionyesha kabisa kwamba hakuwa na msaada mwingine wa kumbembeleza zaidi ya kuwa anataka kujibembeleza mwenyewe, lakini hakuweza. Basi shoga yake aliingia na kumuuliza, "Unalia nini shoga yangu Maimartha? Nini kimekusibu?" Ilibidi apite mpaka chumbani ili aone ni nini kimemsibu. Mai alikuwa ameweka vidonge aina ya aspirin mezani, na aliweka na glasi ya maji ambayo ilikuwa imetumika, ambayo ilikuwa iko shinda. Inamaanisha kwamba alianza kunywa maji, alafu mengine alibakisha kwa ajili ya kumezea vidonge. Akamuuliza, "Nini kinakutatiza shoga yangu?" Mai akiwa na asili ya huzuni na asili ya kwamba bado kilio kilikuwa kinaendelea kumzongazonga na kumwandama mithili ya kinda la kuku, alimjibu huku akiwa anatetemeka kwa hasira. Alimtaja mtu fulani ambaye anakwenda kwa jina la Masumbuko, mimi wako nifanyia hivi. Alikuwa anazungumza kwa ishara kuwa alikuwa ameumizwa sana na eti ni Masumbuko huyu unayemfahamu mimi? Ndiyo dada, huyo unayemfahamu wewe ndio anayenifanya nilie kwa uchungu. Amekufanya nini mdogo wangu? Masumbuko, mbona kijana mtaratibu? We dada, wewe acha tu, ni historia ndefu. Masumbuko alichonifanya siwezi kumsahau katika maisha yangu. Basi nyamaza mdogo wangu, hebu nihadisie, nini kimekutokea? Masumbuko amefanya kitu gani? Dada, ni historia ndefu sana. Masumbuko mimi amenifanyia. Basi yule dada jirani alitoa upande wake akaanga na kumfuta usoni, ishara ya kwamba alitaka sasa amsikilize nini ambacho kilikuwa kinamsibu na nini ambacho alikuwa amefanyiwa na Masumbuko. Alimuuliza tena, "Mai, haya sasa naomba uniambie kwa utaratibu mdogo wangu, Masumbuko amefanya kitu gani? Na mpaka unafikia hatua ya kunywa au kutaka kunywa dawa, ni nini tunakipitia au changamoto gani ambayo Masumbuko amejaribu kukupitisha katika changamoto hiyo na ukahisi kabisa suluhisho lake ni kujiua?" Basi Mai alijipangusa vizuri machozi na kujikaza kisabuni ili kusudi aweze kumwelezea jirani yake ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Judy. "Dada Judy, sio lengo langu mimi kujiua. Lengo langu mimi sio kujiua kwa kweli, ila Masumbuko anachonifanyia mimi, ananifanya kama sio binadamu ambaye mwenye roho, kama sio binadamu ambaye mwenye moyo, ambaye ninahisi maumivu. Kila siku ananifanyia matukio ya ajabu Masumbuko. Kila siku mimi nimekuwa ni mtu wa kulia. Sasa sijaona suluhisho lingine dada yangu. Nimeamua tu bora nijitoe roho, nikapumzike kwa baba yangu mbinguni. Huenda nisipomuona Masumbuko, basi hata yeye ataridhika nafsi yake. Matukio ambayo ananifanyia mimi Masumbuko sijawahi kuyaona kwa mtu mwingine yeyote akifanyiwa." Mai alilia kwa uchungu sana na kuonyesha hicho kilichofanyika na Masumbuko kilikuwa ni kitu cha ajabu na kitu cha ovyo ambacho hakustahili kufanyiwa binadamu. Hakustahili kufanyiwa binadamu wa kawaida, lakini Masumbuko aliweza kukifanya. Basi kwa muda kidogo baada ya kubembelezwa na dada yake ambaye ni jirani yake wa chumba cha pili, Mai alinyamaza na alionyesha sasa anataka kumhadisia rasmi tukio ambalo limefanywa na Masumbuko. "Dada, Masumbuko jana alinipigia simu majira ya usiku, akaniambia tukutane maeneo ya Mbagala kwa Mangaya. Basi mimi nilijiandaa hapa, nikapendeza, nikatoka hapa, kama utakumbuka muda ule natoka nikakuaga,
nilikuwa naenda kuonana na Masumbuko. Baada ya kufika kule Tumbagara kwa Mangaya, nilipiga simu. Masumbuko simu yake alikuwa amezima. Nikapiga, simu yake haikupatikana. Nikajisemesha moyoni, Mai, hebu vuta subira kidogo. Ikabidi nisubiri, huenda simu yake labda imeisha chaji. Inawezekana labda ameweka sehemu anaibusti kidogo, alafu yeye atanitafuta. Basi nilikaa kwa muda mrefu sana, mpaka muda ule ambao alikuwa anarudi saa 6 za usiku. Sikubahatika kuonana na Masumbuko dada yangu. Sasa sio hivyo tu, hii yenyewe leo nimetoka kumtafuta Masumbuko, nimefika mpaka nyumbani kwake, lakini Masumbuko nilimkuta yuko nyumbani kwake ana mwanamke mwingine. Dada yangu, sikufichi, nilidondoka nikazimia. Nilimwagiwa maji ndoo 3. Yeye pamoja na mchepuko wake walinimwagia maji. Nilipokuja kuzinduka, nilimkuta mchepuko wake ameshaondoka, na ndipo Masumbuko alianza kunifokea, alinibwatukia. Isitoshe alinipiga mpaka na makofi, alinitusi vibaya mno. Akaniambia, wewe mwanaharamu, mbwa kabisa, unakuja bila taarifa, unakuja kama nani? Hapa ni nyumbani kwako, unakuja bila kuniambia wewe ni nani kwenye nyumba hii? Alinisukuma nje, nilidondoka, nikafikia kwenye jiwe. Ndio hapa unapopaona dada, pamevimba. Hapa ndiyo maeneo ya kichwani hapa, nilijigonga kwenye jiwe. Hii ni Masumbuko, ndicho alichonifanyia. Sio hivyo tu, mpaka kile kimkoba changu ambacho naekaga nguo zangu, naekaga vitu vyangu vya urembo, alikitupa. Sikubahatika kukiona tena, kilipotea. Na mule ndani kulikuwa na hela yangu kama shilingi 15,000. Dada, nilijisikia vibaya. Ilinibidi tu nirudi nyumbani kwa miguu kutokea kule kwake Kibonde Maji. Dada, hivyo ni mtu gani ambaye anaweza kufanyiwa manyanyaso kama haya akaweza kuvumilia? Nimemkosea nini Masumbuko? Niambie wewe dada yangu, nimemkosea nini? Basi Martha aliendelea kulia, na dada yake Judith alimbembeleza akamwambia, nyamaza mdogo wangu, hizo ndio changamoto za maisha. Katika mapenzi hayo mambo yanatokea sana. Kwa hiyo ondoa shaka, utampata mtu ambaye anakupenda. Alafu maisha ya mapenzi yana mabonde na milima kama maisha mengine. Kwa hiyo ukikutana na mlima, isikufanye ulie, isikufanye ukate tamaa, usione kama ndio umemaliza. Hapana, chaguo lako bado lipo, na Mwenyezi Mungu anakuandalia kitu kizuri ambacho kitakufanya ujisikie la amani, ujione ni mtu mwenye thamani duniani. Mdogo wangu Martha, matatizo ambayo wewe unayapitia, hata mimi niliyapitia enzi za umri wako. Kwa hiyo hebu jaribu kuwa mvumilivu, alafu ili lifute, jaribu kufikiria vitu vingine. Najua unaumia sana mdogo wangu, lakini jitahidi, jikaze. Omba Mungu, atakusaidia na atakupa chaguo lako. Jikaze mdogo wangu, punguza hasira, hebu kunywa maji. Jirani yake alinyanyua glasi ya maji na kumpatia Martha kwa ajili ya kupunguza hasira. Alikunywa maji, na baada ya hapo aliishusha glasi katika meza kwa hasira sana, almanusura aivunje. Basi baada ya kuzungumza kwa muda mrefu, Mai alisema, kweli shukrani ya punda ni mateke dada, jinsi ilivyomsaidia mimi Masumbuko. Leo anaenda kunizalilisha na kunisukuma kama mbwa, ananifukuza kifo kwa fedhea bila kujali utu wangu. Dada, mimi nimekosea wapi katika maisha haya? Hebu niambie, kuna kitu nimekikosea mimi katika hii dunia Masumbuko anachonifanyia mimi? Basi dada Judy akapokea, akamwambia, sikiliza mdogo wangu, haya yote matukio unayoyapitia wewe katika maisha yako walishayapitia watu wengi, na hivi usijione kama wewe ni wa pekee katika kufanyiwa vitu kama hivi. Piga moyo konde, angalia maisha yako ya mbele. Haya yatapita, yametokea ili ujifunze mdogo wangu. Hebu chukua kama changamoto ya sehemu ya maisha, usiichukulie kama tatizo. Jifunze kupitia hili mdogo wangu Martha, na kuomba hebu hili lifute, alafu angalia maisha yako mengine. Mwenyezi Mungu atakusaidia na atakusaidia. Hebu muombe Mungu akuongoze. Basi asante dada. Martha alifuta machozi na kumsikiliza Judy ambaye alikuwa ni dada yake, ambaye ni jirani yake chumba cha pili. Akamwambia, dada, nimekusikia, ngoja kwanza nikaangalie katika akiba yangu nikanunue hata unga ili kusudi nipike chakula. Judy akamwambia, usihofu, nitakusaidia kupika ugali hapo, tutakula, wala usijali mdogo wangu. Wewe pumzika hapo kwenye kiti, mimi nitaivisha hapa, alafu tutakula, utaenda kupumzika. Sawa mdogo wangu? Asante dada, nitashukuru. Haya, pumzika.